Msomaji wako ni mimi wa kuniita Mshongosho 66. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Amani. Amani hakuwa kama vijana wengine, alikuwa na akili sana, lakini pia alikuwa na tabia moja iliyomuumiza taratibu, alikuwa na mawazo kupita kiasi. Kila alipopata wazo jipya, badala ya kulitekeleza, alianza kulichambua kupita kiasi. Alifikiria hatari zote zinazoweza kutokea, alifikiria watu watasema nini, alifikiria kama angefeli, kama angechekwa, au kama angekosea kidogo tu. Mawazo yake hayakuwa msaada tena, yalikuwa mzigo. Siku moja alipata nafasi ya kuanza biashara ndogo ya kuuza viatu. Rafiki yake alimpa mtaji kidogo na kumtia moyo. Amani, hii ni nafasi yako. Anza tu, utaendelea kujifunza njiani. Lakini Amani hakuanza. Alikaa usiku kucha akifikiria, vipi kama sitapata wateja? Vipi kama nitapata hasara? Vipi kama kuna watu wanafanya vizuri kuliko mimi? Siku zikapita. Wiki zikapita. Miezi ikapita. Wazo lake zuri likafa kabla hata halijazaliwa. Wakati huo huo, rafiki yake mwingine, Juma, aliyekuwa hana uzoefu mkubwa, alichukua hatua. Alianza biashara ile ile. Alikosea, alijifunza, akaendelea. Baada ya muda, biashara yake ikaanza kukua. Amani alipomwona Juma akifanikiwa, moyo wake ulijaa majuto. Nilikuwa na wazo hili kwanza, kwa nini sikuanza? Aliwaza. Lakini hata hapo, mawazo yake hayakuisha. Badala ya kujifunza kutokana na kosa, alianza tena. Labda sasa ni kuchelewa, labda sitaweza kumfikia, na tena hakuchukua hatua. Miaka michache baadaye, Amani hakuwa amefanikisha malengo yake mengi. Sio kwa sababu hakuwa na uwezo, bali kwa sababu mawazo yake yalikuwa yamekuwa gereza lake. Siku moja, mzee mmoja alimwambia, mwanangu, kufikiria ni vizuri, lakini kufikiria kupita kiasi ni sawa na kusimama njiani ukiogopa kuanguka. Utasimama hapo maisha yote. Maneno yale yalimgusa sana. Kwa mara ya kwanza, Amani aliamua kubadilika. Hakusubiri hadi awe na uhakika wa kila kitu. Alianza kidogo, kwa hofu, kwa makosa, lakini kwa hatua. Na hapo ndipo alipojifunza ukweli mmoja muhimu. Mawazo peke yake hayawezi kujenga maisha, hatua ndizo zi. Amani alisimama kimya kwa muda mrefu baada ya kusikia maneno ya yule mzee. Kwa mara ya kwanza alihisi kama ameona ukweli ambao alikuwa akiukimbia maisha yake yote. Usiku ule hakulala sana. Lakini tofauti na siku nyingine, hakuzama kwenye hofu, alifikiria hatua. Asubuhi nitaanza, hata kama ni kidogo, alijiambia. Asubuhi ilipofika, moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu. Hofu ilikuwa bado ipo, lakini hakuruhusu imzuie. Alitumia akiba yake ndogo kununua jozi chache za viatu na akaanza kuuza mtandaoni na kwa marafiki zake wa karibu. Siku ya kwanza haikuwa rahisi. Watu walimuuliza maswali mengi. Wengine walimpuuza. Hakuuza hata jozi moja. Mawazo yake ya zamani yakaanza kurudi. Unaona? Nilijua itakuwa hivi. Lakini safari hii alifanya kitu tofauti. Alijibu mawazo yale kwa vitendo. Leo nimejaribu. Kesho nitajaribu tena, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye ujasiri. Siku ya pili alipiga picha bora zaidi za bidhaa zake. Siku ya tatu aliomba ushauri kutoka kwa Juma. Siku ya 4 alifanya punguzo dogo ili kuvutia wateja. Na hatimaye siku ya 5 alipata mteja wake wa kwanza. Furaha aliyopata haikuwa kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu alikuwa ameushinda ule ukuta wa mawazo uliokuwa unamzuia miaka yote. Kadri siku zilivyopita, biashara yake ilianza kukua polepole. Hakukuwa na miujiza ya haraka, lakini kulikuwa na maendeleo ya kweli. Hata hivyo, safari haikuwa laini kila wakati. Kulikuja kipindi ambapo alipata hasara. Bidhaa kadhaa hazikuuzwa. Wateja wengine walilalamika. Na tena mawazo yakaanza, labda hii siyo njia sahihi, labda nitaanguka tena. Lakini safari hii Amani hakuwa yule yule wa zamani. Alikumbuka alipotoka. Alikumbuka alivyopoteza muda kwa kuogopa. Akajiambia, ni bora nipoteze nikijaribu kuliko nipoteze nikifikiria. Aliendelea.
Baada ya mwaka mmoja, Amani alikuwa amejijengea jina dogo sokoni. Watu walimwamini. Biashara yake ilikuwa imekuwa zaidi ya alivyowahi kufikiria, lakini jambo kubwa zaidi lilikuwa mabadiliko ndani yake. Siku moja alimkuta Kija.